Kumbuka kufollow, kusubscribe, kulike na kushare. Hii ni Come TV Tanzania. Karibu tuongee. Uwepo wa nadharia yoyote ile, uwepo wa nadharia yoyote ile, tushasema kwamba ni nadharia au theory, kitu ambacho it can be tested. Yani kwamba tulichukua hii nadharia tukaifanyia kazi, tukaona haituletei matokeo ambayo ni chanya, na kuja mtu mwingine anasema tukitumia nadharia hii itatusaidia. Kwa hiyo hii mifumo ipo tokea enzi za ukoloni, baada ya ukoloni, kabla ya ukoloni, baada ya ukoloni na hivyo. Sasa kinachokuja kutokea ni kitu kimoja. Katika swala la mwanamke, kwanza Mungu alituumba mwanaume na mwanamke, wote ni kitu hiki kimoja. Binadamu wote ni sawa, lakini wenzetu ni kama walikandamizwa sana, kitu ambacho hata sio nyiki utaalamu. Ukija kukaa ukasoma ukaona kwani mwanamke akisoma masomo ya sayansi kuna changamoto gani? Kwani mwanamke akiwa engineer kuna changamoto gani? Kwani mwanamke akiwa kiongozi kama rais sasa hizi ni mwanamama kuna changamoto gani? Ndio maana tukaamua sasa kuziabandon, japo bado zinaendelea. Bado usifikiri feminist imeisha, bado kuna sehemu ambavyo yani hawaamini kabisa katika kuongozwa na mwanaume, hawaamini kabisa, wapo. Kwa hiyo imeleta mabishano sana, na ndio maana hata mtaani tu katika memes za kawaida utasikia kwamba kama mwanamke na mwanaume nyewe mnatafuta usawa, sawa, na unasema wewe mwanamke unaweza ukafanya kazi zote ambazo mimi mwanaume anafanya. Uje kuona mtu anakuambia tembesha mkokoteni kifua wazi. Unasikiaga wanaambia hivyo, kwa sababu kuna vitu ambavyo haviwezekani. Kiuhalisia wewe kama mwana science, mtaalamu wa masuala ya ustawi ya jamii, familia, wewe unaona kwamba hizi theory zina msaada, zina mchango au zina changamoto mkubwa sana? Nadharia ina mchango mkubwa sababu there is no way out unaweza ukafanikiwa katika kufanya jambo lolote lile ambalo pengine litakuwa linatija katika familia, linatija katika jamii, pasipokuwa na nadharia ambayo tukienda nayo hiyo itaweza ikatusaidia. Nadharia inapoundwa kwamba bana, hii tukifanya hivi italeta matokeo haya. Mfano nimekupa hapo attachment theory, kwamba yule mtoto ukitaka mtoto wako awe hivi unamtengeneza. Mimi nitasema kwamba mbona mtoto wako ana akili? Utasema nilizingatia toka akiwa tumboni, nilizingatia vyakula ambavyo anakula mama, alivyozaliwa, alifanya nini. Nitakupa mfano mmoja, and no disrespect kwa sehemu nyingine, lakini shout out to kanda ya Ziwa. Wanasema maprofesa wengi wametokea kanda ya Ziwa. Watu wengi ambao wanatokea kanda ya Ziwa ambao ni wazawa kule wako very smart. Sasa tafiti ikafanyika, wanasema kwamba wanakula chakula gani. Walikimbilia kwanza kwenye chakula kwa sababu wakahisi hicho kitu kina enrich ubongo. Wakatambua kwamba wale watu kule wamekuwa karibu sana na wamekuwa wakila samaki sana. Samaki ana madini gani? Ana mchango gani kwenye ubongo? Kwa hiyo ndio hivyo wakapata huo ufafanuzi kwamba wenzetu wamekuwa karibu. Simaanishi kwamba sehemu nyingine hawapo watu ambao wako smart. No. They are very smart, lakini baada ya kuona kwamba mbona tuna maprofesa wengi sana, tuna watu ambao wana uelewa mkubwa sana, na alivyokuja kumaliza kabisa tuliopata hayati Dr. John Pombe Magufuli, watu wakasema huyu ni mtu ambaye anawezaje kuhesabu hivi akachanganua 1 2 3 4 5, sijui hapa kuna mabati kadhaa, bwawa hili lina samaki kadhaa. Ule uwezo wa kitofauti. Kwa hiyo kwetu huku ni nadharia ambayo ilifanyika, kaona okay, kanda ya Ziwa wamebarikiwa, kwa much respect kwao and no disrespect kwa sehemu nyingine. Kwa hiyo nilitaka niweke tu usawa hiyo ambao hivi. Hakuna namna yoyote hii vitu vinawachanganya watu katika malezi, katika familia? Yani ukiangalia jamii wana utaratibu wao, yani hizi jamii zetu kuna utaratibu wao, mila na desturi, na serikali inatambua mila na desturi, lakini kuna baadhi ya mila na desturi bado pia haziruhusiwi.
Lakini kwa upande wa dini pia nako, kila dini na utaratibu wake. Kwa mfano Waislamu wana utaratibu wao, Wakristo wana utaratibu wao. Ukiangalia kwenye Ukristo kuna baadhi ya madhehebu ama dini hawaruhusiwi kuoa wala kuolewa. Ukiangalia kwenye jamii zetu huku kuna mambo ya jando, kuna mambo ya nini. Lakini pia kuna hizi zinakuja kama hizo sera. Hii unaonaje kama hakuna mchanganyo hapa katikati? Tunatengeneza kizazi gani hapo mbele? Sawa, nitarudia tena kwamba hakuna sera ya mwanamke ambayo inatweza utu wa mwanaume au sera pase ya mwanamke ambayo sababu bana hii ni sera ya wanawake, ila kuna sheria ambazo zinasimamia haki zote za wanawake, kwa sababu tunaamini katika kundi ambalo limeminywa haki ni wanawake, linakandamizwa ni wanawake na watoto, kutokana na tafiti za UNICEF na WHO. Serikali inapotunga sheria zake tofauti zinakuwa ni very controversial, hazifungamani wala hazichangamani na dini ya aina yoyote, iwe ni Ukristo au ni Uislamu. Wao wanabakia katika taratibu zao zile zile, kama hapo walivyozungumzia. Wapo wenzetu wa Roman Catholic ambao au mapadri ni mafadha hawaruhusiwi kuoa, masista hawaruhusiwi kuolewa. Masista hawaruhusiwi kuolewa, ni taratibu zao, na ndio maana wao wanapoenda kule ambao mtu anataka kusomea upadri, anataka kusomea usista, kuna kitu ambacho wanakiita nadhiri. Wao wanaweka nadhiri, na kama nadhiri iliwekwa, kuna utaratibu ambao wao wenyewe wanaujua kama anaweza akaivunja ile nadhiri au vipi, kwa sababu tunaona kuna mtu labda alianza alikuwaga sister, lakini baada ya miaka kwenda akaacha. Kuna mwingine alikuwa labda ni father, baada ya kwenda miaka kadhaa akaacha. Ni nadhiri. Kwa hiyo huo ni utaratibu wao. Kwa hiyo ukija katika sheria za serikali, hakuna sehemu yoyote ambao itaingiliana na nini, na huo utaratibu. La pili, kwenye mila na tamaduni, nimeshalizungumza hili sana katika podcast tofauti kwamba mila na tamaduni si mbaya, lakini zipo mila na desturi. Kumbuka kufollow, kusubscribe, kulike na kushare. Hii ni Come TV Tanzania. Karibu tuongee.